Dunia ndio series bora kwa sasa kupendwa zaidi YouTube kwa mujibu ya namba zake za viewers na like katika video mbalimbali za movie na series mbalimbali zinazochezwa na Watanzania kwa sasa. Na ilianza pale tu walipoanza kuposti episodi ya kwanza katika YouTube, ambayo kwa mujibu wa YouTube ilipostiwa Septemba 27, 2024, lakini haikuchukua muda mrefu kufikiza viewers milioni 1 na mpaka kwa sasa milioni 2 na zaidi. Hivyo basi inafanya tamthilia hiyo kuwapendwa zaidi kwa mujibu wa YouTube viewers kwa tamthilia mbalimbali zinazofanyika hapa nchini Tanzania, ingawa inapata competition nyingi kutokana kwa series nyingine nyingi zinazopostiwa YouTube, lakini bado imesimama kuwa namba moja, na pale tu unapoiposti kila series baada ya series, na huwa inapata viewers wengi kutokana na mwanzo wa series kuwa mzuri na hadi mwisho wa series kuwa mzuri. Hivi basi ni hongera kwa madirector wote walioandaa hii movie, kuanzia waandishi wa story, madirector, maeditors na waigizaji kwa kazi pendwa iliyofanywa hadi kufikia kupendwa katika YouTube. Na hii inatufanya kuwa Watanzania tuwe na mawazo pana katika kutoa tamthilia mbalimbali na kuzirusha kwenye platform mbalimbali kama vile YouTube, na kuweza kufikiria kwa waigizaji wengine kupata changamoto na kuwaza kuwa wafanye ubunifu aina gani ili kupata viewers zaidi katika mitandao ya kijamii, kwani inalipa, ila inatokana na wewe idea yako na jinsi unavyoposti na wakati. Hadithi yetu kifupi kwa Dunia, mwendelezo wa Dunia na series ilikuwa inahusu nini? Series ya Dunia inahusu kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika jamii, kuhusiana mapenzi yanavyoitesa dunia, kuhusiana ushetani unavyoingia katika dunia, hususani mambo ya ushirikina. Na ilianza tu pale Manyanya alivyooa kuwa na penzi zito kwa Violet, lakini Violet hakujua nafasi yake katika nafasi kama mwanamke aliyoolewa, na hivyo alishindwa kuelewa kuwa yeye ni mojawapo ya kazi yake katika unyumba wake wa ndoa ni burudani kwa mume wake. Lakini pale Manyanya alipopata nafasi ya kila siku kuomba unyumba, basi Violet alikuwa akipindua na kujifanya yupo busy na biashara zake. Na hiyo ni miongoni mwa wanawake wengi wanajisahau kuwa ukiingia katika ndoa maana yake umeingia katika amri za mzazi mmoja na mzazi mwingine, na amri ya kuabudu tendo la ndoa pale tu ninapokuwa na hisia miongoni mwenu mote wanandoa. Violet alikuwa anajiona keki kaolewa, lakini yupo busy sana na anafanya tendo hilo mpaka pale anapopenda. Hapo ndipo Manyanya alipofikiria na kwenda mbali zaidi, lakini katika pitapita hakutana na msichana mmoja mrembo anaelewa nini maana ya mapenzi. Ni msichana ambaye alikuwa na mkosi kwa kila mwanaume ambaye alikutana naye, anaweza akatoka naye leo, kesho akamwona kama uchafu. Yote hiyo kwa sababu ya rafiki yake kumfanyia mambo ya kishirikina, na hivyo kutopenda maendeleo ya rafiki yake. Na hapa tunapata funzo kuwa sio kila rafiki basi atakuwa rafiki wa damu, rafiki mnayependana, rafiki ambaye anaweza kufanya maisha mbeleni. Na hivyo basi rafiki yake huyo aliamua kumfanyia ndumba na kuweza kumfanya rafiki yake Matilda kuwa asidumu katika mapenzi, na kwa kila mwanaume ambaye aliyempata alimwona kama uchafu mara baada tu kufanya tendo la ndoa. Huyo bwana ndio Catherine. Ni mwanamke ambaye mwenye biashara zake mjini, anayefanya mambo ya ususi, lakini pia ushirikina haujamkaa mbali, kwa kuwa ana roho ya husda, ana jicho la husda, ana moyo wa husda. Hivyo maendeleo yeye anataka yeye kama yeye, na akiwa na rafiki yake ambaye anapendwa zaidi, basi yeye huwa anafanya chochote anachokitaka. Lakini Manyanya aliingia katika penzi zito ghafla na Matilda, na hivyo basi penzi likawa penzi. Manyanya mpaka akaisahau ndoa yake na akasahau mambo mengi, licha ya kuwa Manyanya alimshauri sana Violet na kumwambia hayo sio maisha unayotaka, lakini
Violet hakuelewa, na hivyo Manyanya baada ya kupata penzi zito kutoka kwa Matilda, na hivi basi Manyanya aliingia katika penzi zito na Matilda mara baada ya kukuta Matilda akiwa na huzuni, akiwa na mawazo ya kuachwa na kila mwanaume, na badala ya hapo Manyanya akasahau mpaka ndoa yake. Licha ya kushughulishwa na wazazi wake, na Manyanya akarudi tena katika penzi zito na mke wake, lakini mke wake alimfanyia vitu vizito sana, ambaye kiasi kwamba Manyanya alishindwa hata kufikiria. Alitoka na wanaume wengi sana Violet kwa lengo la kulipiza katika ndoa, na hiyo ni funzo ambalo linapatikana kwa wadada wengi kwa sasa. Usipende kulipiza katika kila kitu, endapo tu utamuona mume wako akiwa ana mambo mengi, kwa sababu itakutokea puani. Haya waliendelea mapenzi mazito kati ya Violet na Manyanya. Yamerudi tena kuwa kama mke na mume, lakini wakati Violet alitoka na wanaume wengi, ilifikia kipindi mpaka alipata mimba, na hali ya kuwa alimpa mimba hamjui. Maanake alipita na bodaboda, alipita na maafisa wa benki, alipita na vijana wengi wahuni mtaani, alipita mpaka na rafiki yake mkubwa zaidi ambaye ni Jordan, rafiki yake mkubwa zaidi Manyanya. Lakini Manyanya licha kwenda kumpa onyo Jordan na kwenda kumwambia bwana, mimi sikutaka, lakini mke wako amenilazimisha. Licha Violet kutoa mimba kwa kuelewana, toa mimba na akatoa mimba penzi liruda, lakini halijadumu sana, na hivyo akamsubiria mpaka siku yake ya kuzaliwa na kutoa talaka rasmi, kutokana na mashinikizo mengi ambayo yalitokana na mke wake ya kudai talaka hapo kabla ya kutaka kurudiana, na mama yake Violet kutamani maisha ya kuwa na pesa zaidi, na hivyo alimshauri mambo mengi Violet. Lakini baada ya hapo Violet aligonga mwamba, aliamua kurudiana na mume wake, lakini Manyanya aliamua kumwacha Violet na kuweza kumrudia Matilda, ambaye hapo awali alimwachia na mimba na akabahatika kupata naye mtoto. Lakini ukiacha hapo, upande wa pili kuna penzi la Chachiboy Amani na Cindy, japokuwa halikudumu, na Cindy alimpata Amani mara baada ya kuteswa sana na Mudi Muzungu kwa tabia yake ya ulevi na kutoheshimu mume na kutokaa ndani ya ndoa muda mrefu, maana baada ya kutafuta zaidi na kuegemea katika ulevi. Na hilo funzo tunapata kwa wanaume, tukioa tuegemee katika maisha ya ndoa na tuwaze familia zetu zitaishi vipi baada ya ndoa. Na hivyo aliamua Cindy kuachana na paka la baa Mudi Muzungu na kuweza kuamua maisha mapya na Amani, lakini hakudumu sana mara baada ya Amani kutamani maisha ya kidini zaidi, na badala yake hakuwaza kumuoa Cindy, na badala yake aliwaza kumtumia kama ni chombo cha starehe tu kama alivyomtumia Matilda. Basi mapenzi yalienda na Cindy aliamua kuanzisha maisha yake na kurudia biashara yake ya kuuza uji, kwa sababu hiyo ndio biashara ambayo alikuwa akifanya kabla ya kuachwa na Mudi Muzungu. Lakini alimpata mwanamke huyu tunasema mshangazi, ambaye alikuwa anatoka na Jordan, alikuwa anamweka Jordan kama kibenteni, lakini alikuwa anaishi maisha yake ya kichawi, na hivyo alimpata yule mwanamke na alimshawishi kuingia katika uchawi. Na hiyo ndio episode ambaye inaendelea mpaka kwa sasa 140. Maisha yaendelea katika series ya Dunia. Ukiacha hapo, kuna akina Kavumba ni kisa chake cha kutaka wanawake wa kila siku, lakini mwisho wa siku alimpata rafiki yake Matilda, na badala yake alimfanyia mchezo mbaya. Mara baada ya kumuonga pesa nyingi, lakini Kathe naye kukataa kutoa unyumba kwa Kavumba, na hivyo Kavumba mara baada ya kutoa pesa zake nyingi akaamua kumtumia vijana wahuni na kuweza kumbaka Kathe. Na hii inatufundisha kuwa wanawake, msipende kutumia pesa za wanaume hali ya kuwa hamjui majibu yake au hamjui matokeo yake. Hivi basi alibakwa, lakini haikutosha. Licha ya kwenda kumloga, marafiki zake wote walifanya hivyo kuweza kufariki, lakini pia Kavumba naye alikuwa anapenda sana tabia ya ulozi, na hivyo alienda kwa mganga huyo na kuweza kushindikana katika maisha ya kufa. Sasa basi alichokifanya Kathe kuamua kwenda kutafuta vijana naye wahuni kuweza kumbaka na kuweza kumrekodi, mpaka maisha ya Kavumba akamshinda kuishi mjini, na hivyo akaamua kurudi kijijini, na mpaka kwa sasa Kavumba yupo kijijini. Lakini kwa upande wa pili kuna midfielder Kisheti Mdeme aliyavuga sana mapenzi, alitoka sana mapenzi licha kuwa na mke wake Aileen. Mke wake Aileen alimpenda sana Mdeme, lakini Mdeme baada ya kutoka nje ya ndoa na wapenzi wengi sana, na mpaka kana kwamba mpaka
kukopa madeni mengi na mpaka benki kukopa madeni mengi, na nyumba yake ikaweza kutaifishwa kuweza kuuzwa. Na maisha ya sasa ya Mdeme ni anaishi katika nyumba mbovu, chumba cha kawaida. Na Irene baada ya kutaka kuachana na Mdeme, mama yake alimshauri sana na kuomba warudiane, kwa sababu maisha ya ndoa yana changamoto nyingi, na hivyo amerudiana, na kwa sasa wapo katika maisha magumu na maisha ya kawaida sana ya nyumba ya kawaida kwa sasa. Dunia ina matokeo mengi sana, imetupa mafunzo mengi sana tamthilia ya Dunia, na hiyo kwa sasa ndio tamthilia pendwa zaidi kuwahi kutokea katika maisha ya tamthilia YouTube. Hongera sana kwa Dunia, na tunapenda muendelee kutoa tamthilia bora kuliko zaidi ya Dunia, na hivyo Dunia ni series yetu kwa sasa tunaifuatilia, licha kuwa na series nyingi ambazo kwa sasa zinatoka na pendwa, lakini Dunia ndio pendwa zaidi. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment pale tunapoona video zetu za YouTube. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always available.